Habari wapendwa wetu, wafuatiliaji wetu wa masomo yetu, madarasa yetu na machapisho yetu mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tuna akaunti pale Facebook. Ile ni page au kurasa ambao unaenda kwa jina la Tiba Asili ya Mimea na Chakula. Lakini pia tuna akaunti ya YouTube ambayo yenyewe inaenda kwa jina la Tiba Asili ya Mimea na Chakula. Lakini pia tuna akaunti TikTok ambayo yenyewe inaenda kwa jina la Tiba Asili ya Mimea na Chakula. Lakini pia kwa wale ambao wanatufuatilia private kwenye WhatsApp namba yetu ambayo kwa ajili ya kuweza kuuliza maswali, lakini pia kuhitaji kupata ufumbuzi wa changamoto mbalimbali zinazowasibu kwenye upande wa afya. Sasa nikasema hapana, hebu ngoja niweze kutoa hii elimu kwenu ili muweze kufahamu kuhusu bawasiri ni nini, inasababishwa na vitu gani, na namna gani unaweza ukajikinga na bawasiri. Na kama wewe tayari ni mwanga, basi kivipi unaweza ukaitibia hiyo bawasiri yako na ikaisha kabisa na maisha mengine yakaendelea, au ukaweza kumsaidia mtu mwingine ambaye ana hii changamoto ya bawasiri. Kwa hiyo inawezekana wewe ni mwanga sasa hivi, lakini inawezekana wewe sio mwanga wa bawasiri, lakini unaweza ukawa ni mwanga wa kesho au baadaye, kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba duniani kote 4.4%, makadirio 4.4% ya watu ambao wana umri kuanzia miaka 45 mpaka 65 wana bawasiri. Sasa hivi hali imekuwa tofauti. Tulishazoea kwamba bawasiri inawapata labda watu wazima au watu fulani, lakini sasa hivi bawasiri inampata mtu yoyote bila kujalisha umri wako umeenda au umri wako hujaenda. Wewe unaweza ukawa ni mwanga wa hii changamoto ya bawasiri. Sasa isikilize hii video vizuri, au itazame hii video vizuri, itakuwa msaada wako kesho au leo hii, au unaweza kumsaidia ndugu jamaa na rafiki. Sasa bawasiri ni kitu gani? Tujengene kwanza uelewa, kisha nitataja tiba ya bawasiri. Bawasiri ni kitu gani? Bawasiri ni uvimbe kwenye ile mishipa ya damu ambayo ipo kwenye njia ya haja kubwa, tunasema ni anus, na ile sehemu ya chini ya puru au rectum. Na hizi bawasiri zimegawanyika kwenye makundi makuu mawili. Kuna bawasiri ya ndani ambayo ni internal hemorrhoid, lakini kuna bawasiri ya nje ambayo ni external hemorrhoid. Sasa hii yote ni bawasiri, lakini bawasiri hii huwa inaambatana na kunakuwa na kama vinyamanyama, mfano tuseme ni kama madonge ya damu au sehemu kama imevilia damu au uvimbe ambao pia huo unakuwepo nje au ndani. Ndio tunasema bawasiri ya ndani au ya nje. Na wakati mwingine huwa inakuwa unatoka kama utumbo, unakuwa unatoka kwenye ile njia yako ya haja kubwa. Hii yote ni bawasiri. Sasa ni changamoto ambayo inatesa sana, kwa sababu kwanza inakufanya unakuwa unatokwa na damu. Kama ni ile bawasiri ya ndani, unakuwa unatokwa na damu kabla au baada ya haja kubwa. Lakini kwa sababu una bawasiri, sasa unapokuwa unatoa ile haja kubwa, huwa inakuwa ya maumivu makali sana. Kuna watu ambao wanafikia tu wanadiriki kujichokonoa ili aweze kutoa ile haja kubwa, kwa sababu anakuwa anatonesha vile vidonda au anatonesha yale majeraha na kwenye ule uvimbe. Kwa hiyo anakuwa ni maumivu makali sana. Kwa hiyo kifupi ni changamoto ambayo sio nzuri, inakutesa sana. Na unajua kabisa utoaji wa takamwili kwenye mwili ni kitu ambacho sio cha hiari, sio tendo la hiari. Mwili unapotaka kutoa takamwili lazima uzitoe, kwa sababu zikibaki ndani ni sumu. Hasa inapofika kwamba mwili unataka kuitoa takamwili na ile takamwili inakupa mateso na maumivu makali, ni mbaya sana. Kuna ambao wanafikia hatua mpaka wanashindwa. Hii nilishuhudia kwa mmoja wa ambaye ni rafiki yangu kipindi hicho. Yeye alikuwa hawezi hata anakosa kwanza hamu ya kushiriki tendo la ndoa, lakini anashindwa, anapoteza ule uwezo wa kushiriki tendo la ndoa kwa sababu ya bawasiri ambayo imekuwa ni chronic. Na hii ni mbaya sana, kwa sababu inaweza kukusababishia kupata maambukizi na changamoto nyingine ambazo zinaweza kukupelekea wewe inabidi ufanyiwe upasuaji. Sasa sio kitu kizuri tukafika huko, wakati unaweza wewe ukajikinga au ukaiwahi mapema kabisa ili ukawa uko uhuru. Sasa twende kwenye sababu ambazo zinasababisha
bawasiri. Moja ya sababu au sababu ambayo inasababisha bawasiri ni inaitwa constipation, kukosa choo. Nitaielezea kwa kifupi. Kukosa choo inatokeaje kwa sababu nilishaichapisha kwenye peji yangu ya Facebook inayoenda kwa jina la Tiba Asili ya Mimea na Chakula kuhusu kukosa choo, kufunga choo. Kuna mtu ambaye inapita siku bila kupata choo, kwa sababu kupata choo kwa siku inategemea na ulaji wako, lakini ni walau mara 2 kwa siku upate choo hadi 3. Kama wewe ulaji wako uko vizuri, mfumo wako mmeng'enyo wa chakula unafanya kazi vizuri, walau mara 2 au 3 kwa siku unatakiwa upate choo, basi hata mara 1. Lakini kuna ambao wanakosa choo kabisa wiki nzima, au kwa wiki anapata mara 1 tu. Sasa ile ni dalili, ile tunaita ni constipation au kufunga choo. Sasa ile kivipi inasababisha bawasiri? Kwa sababu hii pia ina sababu zake mbalimbali mpaka unapea kukosa choo. Mtindo wako wa ulaji wa vyakula, unavyokula, unakula vyakula vya aina gani? Je, ni vyakula vya kusindika? Je, ni vyakula ambavyo havina fibers? Ni vyakula ambavyo vinakuwa vya vyakula vya hizo processed foods, vyakula vya viwandani, hivyo bites, vitu ambavyo havina, vyakula vya kukaanga? Unakula vyakula vya namna gani? Unakunywa maji ya kutosha? Lakini kwa sababu kuna sababu nyingine kama za madawa ambayo unayatumia labda kwa muda mrefu, yanaweza kaathiri mfumo wako mmeng'enyo wa chakula. Hiko ni kitu ambacho kinawatokea wale ambao wanatumia dawa fulani kwa ajili ya matatizo yao mbalimbali ya kiafya. Lakini pia maambukizi kwenye tumbo na utumbo yanaweza kukusababishia ukapata constipation. Sasa constipation huwa inafanya choo au zile takamwili kushindwa kutoka, kwa sababu ile bowel movement, ule mjongeo wa zile takamwili unakuwa haufanyiki vizuri, kwa sababu kuna changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea au vyanzo ambavyo vinapelekea usifanyike huo mjongeo. Kwa ile takamwili inapokaa muda mwingi kwenye tumbo lako inachacha. Tunajua kabisa kuna bakteria ambao wanafanya hiyo kazi ya kuozesha zile takamwili kwenye tumbo letu. Sasa wale bakteria wanapokuwa hawafanyi kazi vizuri kwa sababu mbalimbali, aidha madawa tunayotumia hizo na madawa mengine mbalimbali kwenye miili yetu, lakini pia mtindo wa maisha kiufupi, yanaweza kusababishia zile takamwili zikakaa muda mrefu. Sasa zinapokaa muda mrefu kwenye mwili wako, huwa mwili unayafyonza yale maji na kuyarudisha kwenye mmeng'enyo wa chakula, kufanya mchakato wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo unajikuta wewe sasa unapata choo kigumu. Kinapokuwa sasa kinabidi kitoke, kinakuwa ni kigumu. Kinapokuwa kigumu, kinapopita pale kwenye njia ya haja kubwa, kinasababisha mkandamizo mkubwa kwenye mishipa ya damu ndani na nje. Kwa hili sasa ndio inakutengenezea uvimbe au kuvilia kwa damu kwenye njia yako ya haja kubwa, na mikwaruzo pamoja na vidonda na kutokwa na damu. Sasa hiyo tayari ukiendelea na hiyo hali inakusababishia madhara yanakuwa makubwa, unapata bawasiri. Kwa hiyo ni kifupi kwenye constipation. Lakini pia sababu nyingine ni kutumia nguvu wakati wa kujisaidia, lakini pia kuhara mara kwa mara. Hasa kutumia nguvu inahusiana kidogo na ile constipation, kwa sababu unapokuwa na choo ambacho kwa sababu constipation huwa inakusababishia tumbo kujaa gesi, ile methane gas tumboni mwako, kwa sababu chakula ile takamwili inachacha, ndio unapata zile changamoto za mtu tumbo kujaa, mingurumo kwenye tumbo. Hiyo pia ni constipation, dalili za constipation. Kwa hiyo unapokuwa unatoa choo kigumu au tumbo linapokuwa limejaa gesi, kwamba unaona kabisa kwamba mwili wako unakuonesha kabisa kwamba wewe unatakiwa kutoa takamwili kupitia haja kubwa, lakini ukienda chooni haja kubwa haitoki. Kwa hiyo unatumia nguvu kujikinya au kusukuma haja kubwa itoke. Sasa ile inasababisha ile misuli yako ya kwenye njia ya haja kubwa kupata shinikizo kubwa, kushindwa au niseme mkandamizo ambao unasababisha kuvimba, lakini pia sasa kufanyaje, kupata hiyo athari ya bawasiri. Lakini pia kuhara mara kwa mara. Sasa kuhara mara kwa mara inaweza ikawa ni maambukizi kwenye tumbo au utumbo, au inaweza ikawa ni matumizi ya dawa fulani au aina fulani ya chakula ambacho kinakupelekea wewe kuhara mara kwa mara. Sasa wewe unapokuwa ni mtu wa kuhara mara kwa mara, huwa kuna kusababishia kutumia nguvu fulani, kwa sababu kuhara ni tendo ambalo sio la hiari. Yaani uwezo ukawa wewe una changamoto au una ugonjwa wa diarrhea alafu ukasema ni tendo la hiari, kwa sababu ile inakupush wewe kutoa. Kwa hiyo unapokuwa ile umekaa chooni muda mrefu na unakuwa unajikinya kuweza kutoa kumaliza, unatumia nguvu nyingi pale sana. Sasa hii na yenyewe pia inahusika na kufanya kusababishia constipation. Lakini zipo kupata bawasiri. Lakini zipo pia changamoto nyingine au visababishi vingine ambavyo vinaweza kusababishia ni ulaji wa chakula. Unakula vyakula, nilishazungumzia. Kama unakula vyakula wewe vya kukaanga, wewe unakula chips za kukaanga, miogo ya kukaanga, sijui kula vya bites,
unakula vyakula hayo ya kusindikwa, mahamburger, sausage. Wewe unakula vyakula vyako ni vinywaji vya chemicals, soda, juisi. Yaani unakula vyakula ambavyo havina afya, vyakula ambavyo havina nyuzi kwenye mwili wako vikaweza kusababishia kuwa na mmeng'enyo mzuri wa chakula. Unakula chemicals ambazo zinakusababishia free radicals, kubadilisha mfumo wako na kuathiri mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Hakika wewe lazima uwe ni muhanga wa bawasiri au mtarajiwa wa kuwa muhanga wa bawasiri. Kwa hiyo unatakiwa kula vyakula vyenye nyuzi, kula vya mboga na uzuri vinapatikana kwa bei rahisi. Kula mboga, kula matunda, itakusaidia pia. Lakini pia unywaji wa maji, watakuwa tu tunakunywa maji ya kutosha kutusaidia kuondokana na, kwa sababu maji huwa yanasaidia kulainisha choo na kufanya ule mmeng'enyo wa chakula kufanyika vizuri au kufanyika ipasavyo. Kwa unapokosa maji itakusababisha choo kigumu, na mwisho wa siku kwanza kukosa choo, lakini pia kupata choo ambacho ni kigumu ambacho kinaweza kusababisha kupata bawasiri. Lakini pia uzito wa kupita kiasi. Unakuwa una mlundiko mkubwa wa mafuta kwenye mwili wako, unakuwa ule uzito kupitiliza unasababisha shinikizo kwenye tumbo lako. Kuna watu ambao wanakuwa na mafuta mengi sana tumboni. Uzito mkubwa sana unakusababisha kuweka shinikizo kwenye mishipa yako, lakini pia kwenye misuli yako. Sasa hii itakusababishia kupata nini? Kupata bawasiri. Kwa sababu ile inapoweka shinikizo mikubwa sana kwenye mishipa yako ya damu, ya pulu na sehemu ya haja kubwa, hilo shinikizo inafanya ile mishipa iweze, kwanza mjongeo wa damu unakuwa sio mzuri, lakini pia inafanya iweze kuziba na kupanuka. Kwa hiyo moja kwa moja inaweza kuchochea kupata bawasiri. Lakini pia kunyanyua vitu vizito. Wale ambao wanafanya kazi za kunyanyua vitu vizito, labda kwa sababu ya utafutaji, ni mtindo wa maisha, lakini pia labda ni kwa sababu ya mazoezi. Sasa unyanyuaji wa vitu vizito kwa muda mrefu, kwa sababu unahitaji uiname, unahitaji uweze kwanza kubana pumzi kwenye tumbo, ile ambayo inasababisha kuweka shinikizo kubwa sana kwenye tumbo lako. Sasa hii ni hali ambayo inaweza ikakusababishia kufanyaje? Kupata bawasiri, kwa sababu inaenda kuongeza shinikizo kwenye sehemu ya nini? Sehemu ya mwisho ya tumbo, rectum, na sasa hili shinikizo inaweza kusababisha mishipa ya damu katika nini? Katika hilo eneo kuvimba au kuunda kama mapengo, jambo ambalo linaweza kusababisha kupelekea nini? Kupata bawasiri. Kwa hiyo unyanyuaji wa vitu vizito tunahitaji pia kuwa makini. Kuwa makini ili isiweze kusababisha kupata nini? Kwa bawasiri. Kwa sababu hii unapokuwa unabana misuli yako, nadhani wale wananyanyua vitu vizito watakuwa wananielewa moja kwa moja, unabana ile sehemu yako ya tumbo na ile sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo ili inakusababisha kupata nini? Kupata bawasiri. Lakini pia umri mkubwa. Tunajua kabisa kwamba ile misuli na mishipa ya pulu sawa inakuwa inapoteza uimara kadri umri wako unavyozidi kwenda. Na ndio maana kuna umri fulani ukifika wewe unashindwa hata kuzuia haja kubwa, unashindwa kuzuia kojo. Kwa hiyo umri unavyokuwa unazidi kwenda, tunasema ile misuli na mishipa ya damu ambayo inakuwa inasaidia kushikilia pulu ambayo rectum na anus inapoteza uimara na ule unyumbufu wake. Kwa hiyo ambao ule unyumbufu wa asili. Kwa hiyo moja kwa moja inasababisha mishipa kuwa dhaifu na ni rahisi kuweza kupanuka. Kwa hivyo inakuwa inakuongezea uwezekano wa kupata nini? Wa kupata bawasiri. Lakini pia nilizungumzia mara ya kwanza kabisa kuhusu matumizi ya aina fulani za dawa kwa muda mrefu. Inakusababisha pia kupata bawasiri kwa sababu zina athari ya constipation, lakini pia zina athari za kuhara. Kwa sababu pia kuna ambazo zinaweza kuasili nini? Kuasili mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo hizo lakini kuna kitu moja ambacho nimekisahau kabla sijamalizia, ni ujauzito. Unajua wakati wa ujauzito tutasema kile kizazi na mtoto tumboni huwa inaongeza shinikizo katika mishipa ya damu ambayo ipo katika sehemu ya chini ya tumbo ambayo ni pulu na ile njia ya haja kubwa. Kwa sababu hili shinikizo huwa linasababisha nini? Kupanuka, lakini pia kuvimba kwa hiyo misuli, hiyo mishipa. Lakini pia mabadiliko ya homoni ya progesterone inapokuwa kunapokuwa kuna mabadiliko wakati wa ujauzito huwa inafanyaje? Ulegeza zile kuta za mishipa ya damu na kupunguza kasi ya mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo hupelekea kukosa choo na inachangia zaidi kuongezeka kwa tatizo la bawasiri. Lakini kuna ile sehemu nilizungumzia ya upande wa watu wazima, umri unapozidi kwenda, pia hata ile kasi ya mmeng'enyo wa chakula na yenyewe pia huwa inapungua, inakuwa ni dhaifu. Kwa hiyo nayo inaweza kusababisha pia kwa watu wazima kupata nini? Kupata bawasiri. Sasa tuende kuangazia sasa. Nadhani mara ya kwanza nilishazungumzia zile dalili,
Lakini kwenye ile bawasiri ya ndani, mara nyingi huwa unakuwa unatokwa na damu kabla au baada ya haja kubwa, na ukichunguzwa utakuja kukuta una uvimbe kwa sehemu ya ndani ya puru. Lakini kuna wakati mwingine huwa unakuta unatokwa kama kinyama, kama utumbo kutoka ndani, afikisha unarudi. Hiyo pia ni dalili ya bawasiri. Lakini unapokuwa unatoa haja kubwa unakuwa unahisi maumivu kwa ndani, hiyo pia nayo ni dalili ya nini? Ya bawasiri. Lakini ile bawasiri ya nje inaonekana, utakuwa na uvimbe, sehemu ya haja kubwa, vinyama ambavyo vinakuwa ni madonge ya damu, mwingine inakuwa ni vinyama kabisa vigumu. Kwa hiyo pia ni bawasiri na huwa inaambatana na maumivu. Sasa cha msingi ili uweze kujikinga bawasiri, kwanza unatakiwa uwe unakula vyakula vyenye nyuzi kwa wingi. Kula mboga za majani, kula matunda, kula nafaka ambazo hazijakobolewa. Itakusaidia sana wewe kujikinga na bawasiri. Kunywa maji mengi. Kila siku kunywa maji mengi. Uwe unapenda kufanya mazoezi mepesi, kutembea, uwe unapenda kutembea, kukimbia kidogo, kufanya yoga na vitu kama hivyo. Itakusaidia wewe mmeng'enyoko wa chakula ukafanyika vizuri, lakini mjongeo pia wa zile taka mwili kufanyika vizuri. Lakini pia punguza ule ulaji wa vyakula vya kukaanga na vyakula vya viwandani, vyakula yenye mafuta mengi, itakusaidia sana. Lakini pia punguza kukaa chini kwa muda mrefu. Yaani unakuta mtu anakaa kuanzia asubuhi ile saa 2 mpaka labda saa 10, na akitoka hapo anatembea kidogo. Sasa wewe utakuja kuwa mwanga wa bawasiri siku zijazo. Kwa hiyo sasa tiba yetu ya asili ni ipi? Kwa wewe ambaye sio mwanga au umejiona una dalili lakini zinaweza zikasababisha nikapata bawasiri, basi nishakupa elimu. Lakini kwa wewe ambaye ni mwanga tayari wa bawasiri au unamfahamu mtu ambaye ni mwanga wa bawasiri, sasa mimi nitakuelekeza tiba ya asili ambayo ni tiba ya asili ya kawaida kabisa. Na hii tiba ya asili imegawanyika kwenye pande mbili, kwa ajili ya bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Na hii tiba ya kwanza ni kupitia mmea wa kunde poli. Ule mmea wa mpoli ni tiba nzuri sana ya changamoto mbalimbali za kiafya, ikiwemo mtu ambaye anakosa choo, kufunga choo. Yaani ukitumia hile inaenda kusafisha na kutoa zile taka mwili. Mkunde poli huwa unasaidia kuondoa maambukizi kwenye tumbo na kwenye utumbo. Kwa hiyo mkunde poli unasaidia kuondoa maambukizi kwenye tumbo na kwenye utumbo. Mkunde poli ukiutumia huwa unasaidia, kwa sababu wenyewe ni anti-inflammatory, unakusaidia kuondoa uvimbe kwenye nini? Kwenye tumbo na kwenye utumbo. Kwa hiyo hapo utapata faida ya kuondoa maambukizi mbalimbali kwenye tumbo na kwenye utumbo. Itakusababishia kuweza kutoa au kujikinga na uvimbe. Lakini pia itakusababishia kuondoa zile changamoto za kufunga choo na zile changamoto mbalimbali za kwenye mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia itakusaidia kuweza kuponesha vidonda ambavyo vipo kwenye nini? Kwenye ile njia ya haja kubwa. Kwa hiyo cha kufanya wewe, chuma majani ya mkunde poli ujazo wa kiganja kimoja. Hiyo ni kwa matumizi ya siku. Baada ya hapo sasa safishe vizuri, alafu yatwange. Alafu utakunywa, ukisha yatwanga yachemshe weka nusu lita ya maji. Acha ichemke walau kwa dakika 10 mpaka 15. Alafu yamepoa unakunywa glasi moja asubuhi, unakunywa glasi moja usiku. Asubuhi kabla hujala chochote unakunywa, na usiku kabla ya kile chakula chako cha usiku na yenyewe kunywa. Sawa? Hii ni chai kabisa ambayo unaweza ukaitumia ya majani ya mkunde poli. Lakini unaweza ukaongezea vitu vingine. Unaweza ukaongezea tangawizi, unaweza ukaongezea mdalasini, unaweza ukaongezea tunasema nini zile karafuu, unaweza ukaongezea viungo mbalimbali na ikawa ni chai moja nzuri kabisa, ukaitumia ukanywa na ikawa ina matokeo makubwa sana. Kwa hiyo itakusababishia sana kusafisha, kwa sababu wengi wakitumia huwa wanahara, inasafisha. Kwa hiyo itakusaidia sana hii chai ya nini ya mkunde poli. Lakini sasa wakati unatumia hiyo, pia nenda katafute majani ya mbono au ni mnyonyo yanaitwa, pamoja na majani ya mbono kaburi au Jatropha crocus. Kayatafute hayo majani, yasafishe vizuri, chuma moja, safisha vizuri, twange, alafu twanga kidogo, alafu lichemshe. Ukishachemsha, chukua kitambaa chako safi kabisa au kitambaa au sponge, weka kwenye yale maji ambayo yatakuwa ya moto, ila sio moto mkali sana ambao utakuunguza. Kisha kanda kwenye ile sehemu yako ya haja kubwa, kanda zile sehemu, kanda. Ukifanya hivyo, ukiwa unafanya hivyo mara 2 kwa siku, utashangaa ule uvimbe, zile changamoto ambazo ziko pale zinapotea
kabisa. Kwa hiyo ni dawa ambayo itakusaidia sana kuondoa bawasiri. Kwa hiyo endelea na hizo tiba walau kwa wiki 1 hadi wiki 2 sambamba na lishe bora, itakusaidia sana. Yani tiba ya kwanza ni lishe bora, kwa sababu iko ndio chanzo kikubwa cha bawasiri. Lakini kingine ni vitu ambavyo nimetoka kuvitaja. Sasa hii ni kwa yule ambaye tayari ni muhanga wa bawasiri. Lakini wewe hata kama si muhanga wa bawasiri, unaweza ukawa walau unatumia ile chai ya mkunde pori walau mara kwa wiki, ukatumia hata mara 3, itakusaidia sana. Kwa hiyo lakini ukiona kwamba umefikia hatua ambayo unakuwa unatokwa na damu mara kwa mara, kwa wewe ambaye una muhanga, sasa hii ni kitu ambacho nakushauri. Ukijiona wewe muhanga wa bawasiri, umetumia hii dawa lakini bado unakuwa unatokwa na damu na unakuwa unapata maumivu makali, hiyo bawasiri yako inawezekana ikawa imefika hatua ambayo unahitaji aidha inaweza ikawa ni saratani ya puru au ikawa ni shida ambayo imefika pabaya zaidi. Kwa hiyo unahitaji kwenda hospitali wakakufanyie diagnosis, waweze kujua, wakachunguze, waweze kujua hiyo shida ina ukubwa gani. Lakini hii dawa leo kutajia inatibu na kuondosha kabisa. Asanteni, elimika ili usiwe tumwa.